for praise. Father, we praise your name. You're worthy of praise. Father, we praise your name. You're worthy to be praised. Father, we praise your name. You're worthy of praise. You are worthy of my praise. You're worthy of You are worthy of praise. my praise. You're worthy of praise. You are worthy of my praise. You're worthy of praise. Wastahili sifa. Wastahili sifa. Bwana wastahili sifa. Wastahili sifa. Wewe wastahili sifa. Wastahili sifa. Wastahili sifa zote. Wastahili sifa. Wastahili utukufu. Wastahili Sifa zote twakupa wewe leo. Wastahili sifa. Wastahili hizi sifa. Wastahili sifa. Wastahili utukufu. Wastahili sifa. Wewe wastahili mabudu haya. Wastahili sifa. Wastahili sifa. Wastahili sifa. Wewe wastahili utukufu. Wastahili sifa. Sifa e Mungu. Sifa e Mungu. Sifa e Mungu. Sifa zetu leo. Imba haleluya. 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 Imba haleluya. 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 Utukufu. Tukufu kwa yeye. Sifa e Mungu. Sifa hizi zote. Sifa e Mungu. Sifa zetu leo. Haleluya. 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 Sema haleluya. 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 Utukufu haleluya. Haleluya. Thank you. Habari zetu. Morning. Good morning. Answer my question. You will answer yours. Good morning. There's a reason I'm asking good morning. Yeah, because maybe nimeamuka saa hii na wewe uliamuka asubuhi, si ndio? Sasa ni matofauti ndio hiyo. Unaweza kuja hapa huyu ametoka Amerika saa hii ndio ameamuka. Sasa siwacha tuseme hii good morning ya huyu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. You may be seated. I'm happy to be with you. Father, we thank you. We give you glory and honor. May you bless us. May you guide us to understand, to learn, and to teach. As per to your will, as per to your intentions. Forgive knowingly and unknowingly. May you bless us. May you guide us. May you make us. In Jesus' name we pray. Today we are looking at God's opinion. Hello. Wale wako kule nyuma ni kina nani? God what?
over you? What is God's opinion of your business? What is God's opinion over your marriage? What is God's opinion over your... Yes. Na Yesu asifiwe sana. Utakuta tunang'ang'ana, jaribu kufanya maneno, tunajaribu kung'ang'ania maneno, tunajaribu kupush things, but one thing we need to ask ourselves. Bwana Yesu asifiwe sana. We may be anxious, fighting, and wanting to become, and pushing things to work because you think the time for those things to work, it's now. You may be pushing for something to happen because you think this something that is happening, it is now. Unaweza kuwa unasukuma kitu, lakini wewe haujui, balance kidogo, wewe haujui ya kwamba hicho kitu ambacho nakisukuma si cha wakati huu. Lakini kulingana na maono ulio nayo, mipango ulio nayo, wewe unaona wakati huu ndio unafaa kufaulisha katika malengo yale. Only to come and discover that the thing that you are pushing was not meant for this time. Unaweza kuwa pia uliota ndoto, ukaona mwezi wa pili ndio uliona ukinunua gari. Na sasa unaanza kung'ang'ana kabisa mwezi wa pili ndio hii tunaingia Februari. Unang'ang'ana kabisa tigari ikuje. Unakuta gari haikukuja. Unakaa mwaka moja, miaka 2, miaka 3 king'ang'ania tu kutafuta gari. Unakuta mwaka 10 kutoka sasa, mwezi wa pili ndio gari inakuja. Na unaweza kusema niliota kitu kama hii. So what is the God opinion of your life? What does Mungu amesemaje? Roda, what is God saying about your life? What is this that he has in store for you? Has he abandoned you? Has he left you? Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno hiyo ndio unaona watu wengi tumekosa kujua Mungu anapotembea na Mungu ambako wakati hatembei. Maana wakati mwingi siukae pande hii. Wakati mwingi Mungu amekutembelea lakini haukuelewa amekutembelea kufanya nini. Wakati mwingi Mungu amekutembelea lakini haukujua alikuja. Unakuja kujua alikuja na akaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Only that you have missed the occasion. Because most of us have missed the occasion, and most of us have tried to stop the occasion of God by being deliberate on stopping it. Kwa sababu unaona si kama ni Mungu anasema, lakini kumbe ni Mungu anasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mambo mingi tunakuta ulitoka hapa ukaenda Amerika, ukafika Amerika maisha ikakataa. Ukarudi kukaa tena Kenya, tena umerudi Amerika maisha imekubali. Unashindwa, what were you doing that you are not doing now? Or what are you doing now that you are not able to do the other time? Uliweka kabiashara kakakua, kakaanguka chini. Was it the time? Ulifungua ministry ikapanda, all of a sudden ikaenda chini. Was it the time? So you need to seek God's opinion so that we can be able to know where you are today, where you will be tomorrow, what is supposed to happen. Because when you are in the will of God, nothing will not work. Before we get into that, I want my friend here akuja tusalimie. Sijui kama ulisalimiana? This is my classmate. Huyu mnasikia kuna dada tulikuwa tunakaa deski moja from form 1 mpaka form 4. Huyu sasa ndio alikuwa ananifanyia mahesabu. Nilikuwa na copy huyu. Kilikuwa kielevu sana na hesabu. Lakini science ilikuwa ni science ilikuwa naanguka kama ni geography. History ilikuwa naanguka. Na mimi arts ilikuwa naanguka. Unanishida hii ingine. Lakini uzuri ulikuwa unanifanyia na nilipita. Salimia watu na waambie unaitwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Hilda Kifodho. Vile amesema yeye mimi ni classmate yake. Tumesoma na yeye kutoka form 1 mpaka form 4. I urge you kama fellow kama mtumishi wake, muombeeni. Huyu mzee ametoka mbali. Mimi mkiniuliza historia yake naweza waambia. I can give you all his history. By then I used to stay alone in my locker. Peke yangu I used to stay alone. Ameenda sijui vitu zake huko za Mungeki. Alianza kitambo, si ati alianza juzi. Msifikirie ati alianza ati mlimuona kwa TV juzi. Hapana, he started long time ago. I used to stay at my locker alone because he was sitting here and I was sitting next.
So walimu walikuwa wananiuliza, na huyu best yako wapi? Naambia mimi hata sielewi alienda wapi. Nobody knew where he was going. He was so mysterious. Lakini wakati wa exams nawaambia ako hapa, alikuwa na top. He's a very bright guy. He has the vision of all of you. Please carry it to the letter. Muombe, he has all his visions upon you. Ako na maono makubwa juu yenu. Juu huyu mtu ametoka mbali. Just muangalie tu hivi, mfocus. Mimi niliingia pale for the first time. I've never stepped in this church, but I felt God here. There is a lot of God here. Just serve that God, and that God will help you. He will take you far. Huyo mzee hata ukiangalia picha zake za tukiwa shule huwezi compare naye sasa. Dare naliri. Acha niongee hiyo Kikuyu. Dare naliri. Ungemchukia. Hata angekwambia kuoe dada. Unafikiria ungekubali? Si ulinikataa, waambie si ulinikataa. Si ulinikataa. Si ulinikataa. Lakini saa hii akikwambia unioe utakimbia mbio dada. Ai. Kwa hivyo uko sawa. Tuendelee. Bado niko single. Anyway, he's a good man. Just vision yenye yako nayo ni kubwa, tafadhali mfuateni na namsihi katika jina la Yesu Kristo mwana wa Nazareti. Be praying for your apostle. Just make a word every day, each and every day, every minute, every time. Muombeeni. Muombeeni Mungu amweke ampe maisha makubwa na maisha marefu ili aweze kumtumikia. Mimi nitaatia yangu hapo na Mungu ambariki sana. Asante Hilda. Hilda ulinisaidia na kupenda tu kwa sababu ya kitu moja. You used to cover me. Vizuri. Kama kuna notes zilikuwa zinaandikwa na kuambia ukiandika zako unaandika zako. Umesikia kwa sababu alikuwa ananiokopa. Maana venye nilikuwa natoka kwa kirasi hawakuwa wananijua. So they used to look at me as a mysterious, very mysterious. Kwa sababu utaniacha tumekaa na wewe. Lakini the next minute hukujua venye nilitoka na mwalimu anauliza huyu mtu alikuwa amekaa hapa ameenda wapi? Kumbe nishachomoka nimeenda kutafuta, maana nimerealize toko yangu ya bagi imepunguka, sikuwa nimenunua bangi na yule analetanga kutoka Tanzania anafikaga saa 4. So lazima nikue town nigoje ndio aniachie bangi nikuje niuze shule. Si una niko na vision. Sio, alafu nilikuwa na Moro Town, nilikuwa na kawashi ngapi? Kawashi 4. So natamoka kwanza kwenda kuangalia kama gari zinafanya nini, zinatengenezwa, zinaoshwa. Demo daji kuthukuma tene. Sasa naangalia masomo sasa nikiandika si Hilda kuandika notes na mimi nikafanya biashara. Alafu nilikuwa bado na pale kwa nani, kwa yule mzee pale tulikuwa nakaa pale. Nilikuwa nauza mutura. Nilikuwa bado niko na mtu na duka ya kuuza metura na kukataka. Sasa nikiona nikiangalia naona ni kama biashara haikai mzuri, kama jana biashara haiko mzuri, lazima nijipeleke huko. Sasa nishide hapo nikiuza mutura, nina monitor car wash na bangi kama imeki. Na kuangalia bado kama Hilda aliandika note. Asipoandika note atakiona. Sasa unaona kubarasi maisha na unakaa mzuri. Nilikuwa kamdosi shule. Yes, mpaka walimu walikuwa wananiomba pesa. Sasa wewe ni nani? Ka washinya the form 2. Wewe wale na kewe form 2. And that is what I'm talking about, God's opinion. Because kila mtu alikuwa ananichukia shule. Kuna mwalimu alikuwa anaitwa Ninja. Nakumbuka kanija mwenye alikuja kutuchapa viboko. Yaani alikuja kaoga na sasa tukiwa secondary tulale chini atuchape viboko. Nilioga na strike shule mzima na tukagoma. Niwokete hiko yo kai wewe tiga maundu macio wewe. Ati badala ya kuuliza kazi ama kuwa daktari, hawa walisema ulikuwa sema utaka kuwa daktari. Ule mwingine engineer, ule mimi nikamwambia ninataka kukuwa famous the whole world. Si niko famous? Si ni maombi yangu na ilifika. Si niko famous. Kila mtu ananijua. Ukienda South Africa najulikana, nikienda America unanijua, nikienda Australia najulikana. Ala. Wewe waugireke, you like to be married.
Ile kitu ulisema itakuwa. And that is what we call the God's opinion. So God has a plan for you. God has an intention for you. When I was in school, secondary school, I was commanding. Niliorganize strike nikiwa form 1. Na nikaorganize baka, unaona ile police commissioner, police spokesman, Owino alikuwaga form 5, form 6. Alikuwaga form 6. Lakini niliwa command baka form 6 nikiwa form 1. Na wakati na tukanyoroza mwalimu viboko. Ile alikuwa amesema atakuja kutunyoroza nikiwa form. Uyu mundu tociogeza kwa thake na kiate. Anyanaga mukenda gushuha na nani ha. Ndwambiurie mundu to ya kuherugano. Ndendagia bangi thukuru, morongi manene ndendagia bangi iria nyingi. Na yokaga na pick up. Na ndendagia na wholesale. Nikio mahire ritwa Noriega. Ukiangalia kwa kitambulisho chako kuna jina nani? Noriega. Maana nilikuwa najulikana kama Antonio Emmanuel Noriega. Antonio Emmanuel Noriega ni president alikuwa wa nchi inaitwa Panama. Mulanguzi wa madawa ya kulevya. So nilikuwa najulikana kama mulanguzi wa madawa ya kulevya nikiwa shule. So wakanipatia jina gani? Hiyo. Sasa wakati watu wa kitambulisho walikuja, huyu ndiye aliulizwa. Wamekuja kuchukua mafomu. Akaambiwa nijazie fomu. Siendi anajazia mpaka ma exam. Kila kitu. Sasa alijaza jina, akaulizwa jina ya 3 ni gani? Maana siku anatumia jina Ndura. Ikasema jina ya 3 ni gani? Walikuwa najua Hezekia na Waruinge. Ya 3 ni gani? Wakasema ni Noriega. Wakaeka Noriega. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kitu kiko na mpango na kila kitu kinaendaga katika hali nzuri. Tuangalie kitabu cha Ezekiel chapter number 20. Ezekiel chapter number 20. Tuanzie hapo verse number 33. And we'll be looking also in the book of Revelation chapter number 3. Tutaendelea hapo kisha tutafika mahali Mungu atatusaidia tufike. Maana leo nataka tuangalie what is the God's opinion over your life. Unangangana kwa nini? Unapigana kwa nini? Why are you anxious? Why are you fighting for whatever you are fighting for? Why? Who told you? Had you last year ulikuwa unajua utakuwa hapa huko? Last week did you know that you'll be here? What is God? Yes, you have your own opinion. You have your own plan. You have your own desires. What is the desire of God over your life? Wewe ambao unasimama unasema hii lazima ifanyike ama hii lazima isifanyike. What is God's opinion? Ati leo nitaendesha gari. What is God's opinion? Leo nitakuwa mimi tajiri ama this year I'm going to be a billionaire. But what is the opinion of God? Is the opinion of God going together with you? Is the opinion of God being together? And the Bible says in the book of Ezekiel 20 verse number 33, as I live, says the Lord God, surely with a mighty hand, with an outstretched arm, and with the fury poured out, I will rule over you. That's the opinion of God. And he's saying, with a mighty hand, I will come, na nitakutawala, I will rule. But look at men, for them it was not that God will come and rule them. They didn't have an agenda of God's coming there. But God had a plan. Bwana Yesu asifiwe sana. And God says, I have got a good plan. A good plan so that I make things work for you. A plan not to destroy you. A plan not to bring you down. A plan to make you better. So in whatever situation you are in today, it is in the plan of God. In whatever that is happening around you, kama ni shida, uko na matatizo fulani, kama uko na challenge fulani, wherever you are, whatever that is working against you now, it is in the plan of God. Because the Bible says all things, or what? All things work together for the good of those who love the Lord. It is only for those that love the Lord that all things will work together. All things will work according to the plan of God. So it is not according to your plan. It is not according to the agenda that you have. It is not according to what you say it will happen. It is according to the plan of God. That is why you are here today, to hear that. Because it was in the plan of God that today you will be here. It was in the plan of God that today you are going to achieve. It is in the plan of God that today you are going to make it. It is in the plan of God that today you are going to succeed. It is the plan of God that today you will be somewhere
held up. Because God does not want you to go where you are going, because where you are going, they have a bad plan against you. So that he has stopped you. The challenges sometimes we face these challenges to stop us. Maybe you are married, Shiko, but you find the man running away from you. And you would start complaining, crying to God, oh my Father, you say that you added no what? You added no sorrow. What? You are blessing, and you had counted that man as a blessing to you. Only that this man is removed from you, and you start complaining to God. Why can you allow? Why me? Why did you allow this to happen? Why did you allow this to go through? Why, God? Why me? If you had time to go and sit down and hear from the Lord, he will tell you that I was rescuing you from an imminent danger that was happening. Sometimes our life, our situations comes to a stop. Unakuta biashara ulikuwa umeanzisha imekwama. Unakuta kazi ulikuwa unafanya imekwama. Unakuta kila kitu ulikuwa unafanya kimekwama. Why? Because there is a plan of God ahead of you. Maybe God has seen there is danger pale mbele. Na ile bio ulikuwa umeenda nayo, hiyo ni bio ambayo hakuna mtu anaweza kuistop. Bali lazima Mungu naye akaigilia, akasimamisha, akastop. Ndio aweze kukudileilisha. Because some delays are godly. Some challenges are godly. Some things that are happening in your life are godly, Hilda. Maybe God want to bless you with a bigger business, lakini Mungu ameisimamisha, mtu amekuja, amesimamisha biashara yako. Sasa wewe you are crying day and night, you are crying to God, but God knows I have a good plan for you. I have got an arrangement. And because whatever you started, you didn't start with me, I have to stop you so that you can start with him. Because I want to bless you. I want to make you great person. I want to make you the purpose I intended you to be. The reason I created you, it is what I want to create you. So because you did not come in the line of the reason that God created you, God will put you to a halt. God will stop you. God will remove all those people that were around you. God will cause that husband to run away. God will cause that wife to run away. God will cause something, that business, just to stop. Just that ministry, just to stop. Just merely for one reason. To make you strong. To make you better. To make you succeed. To make you win. And when at the day as you win this battle, you will for sure say, this is the hand of God. This is the work of God. That's why it says, as I live, says the Lord God, surely with a mighty hand. With what? A mighty hand. When the mighty hand of God comes upon you, it separates you from anything that he doesn't want to be in your life. When you hear that God is coming with a mighty hand, anything that is not for you will be removed, forcefully or peacefully. If you try to resist, utakunjwa kama karatasi. If you try to argue, utasukumwa kwa mutaro, baka wele kwa mutaro. Sasa kutoka kwa mutaro na utafunikwa na matope na mavi na kila kitu. By the time unaanza kufanya hivi, Mungu ameenda kushughulika. Sasa ukijipagusa ndio utaona dunia mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. So whatever that is happening around you, watu wamekataa kuchukua simu zako, watu wameambiwa wafanye hii, watu wameambiwa kufanya wakusaidie, but nobody is helping you. It is not that they are not in a position to help you, but sio wao ambao wanafaa kukuhelp. Sio wao ambao wanafaa kutembea na wewe. Sio wao ambao wanafaa kutengeneza platform yako. Kuna wale ambao wanaelewa standard yako. Wale ambao wanaelewa kule unaenda. Wale ambao wanaelewa your capacity and your power. Bado hawajafika. Wewe ulienda kukibiria watu wa mjengo ya bao. Kumbe wale wanafaa kukuja ni watu wa mjengo ya mawe. Sasa unakauza kwa maana mambo ikikuwa gumu sana, unaanza kukomplain na kibia kwa Mungu, unamwambia, "Hey baba, ninakoriama, ninakododo, riabashakata." Baba, una complain every single time. But we don't take time to ask God, what is your opinion on this matter? What is your opinion on this marriage? What is your opinion on these people that I'm working with? What is your opinion on what is happening around me? What is your opinion for my rejection? People have rejected me. Could you be the one causing these people to reject me? Could you be the one organizing people to run away from me? Could you be the one that have caused people to not to come anywhere I am? Because it could be, it is God that has caused them to run away from you.
It could be he has caused your mother to be against you. It could be he has caused your father to be against you because he wants to produce the person he intended to create. Because he wants to produce that person that will depend purely on him. Because he wants to produce that person that hears and listens to him. Maybe you don't listen. Maybe you keep talking. Maybe you keep moving. But unfortunately, you have never had time to settle down and listen and wait to hear from God. You are moving, you are all over, you are in Katoroni, you are in Heaven's Gate, you are praying. You don't stop every time you are praying. There's a time God will shut you from praying because you want to communicate. Because you want to talk. Because when you are praying, in the name of Jesus, I come, brother, I go to brother, from morning to evening. When will he talk to you? When will you hear his voice? He will make your mouth to swell. Ulimi ijae kwa mdomo ushindwe kuomba. Ndio uende ukatulie kwa kichaka peke yako, ndio azungumze na wewe. Because anataka masikio. Sasa umemwambia time na yeye yako kugea, anataka masikio, hataki mdomo yako. Lakini kwa sababu wewe ni mang'aa na umeokoka sana na unajua sana, in the name of Jesus, kutoka asubuhi mpaka jioni, in the name of, ukitoka hapa unakuta unaenda tu kulala kama king'ombe. Ni vile umechoka, ukitembea hivi, in the name of Jesus, mdomo imekauka mpaka ulimi imeanza kunyauka. Bwana Yesu asifiwe sana. And you just only need to go and sit in the presence of God so that he can what? He can speak to you. He told Moses, sit down and see the deliverance I'm about to bring to you. He told Jehoshaphat, sit down and see the deliverance I'm about to bring to you. Because sometimes you need now to sit and wait and see what God can do for you. And wait and see the hand of God. And wait and see what he has for you. He is saying that when he will come with a mighty hand, a powerful hand. And this hand, no weapon shall be able to withstand it. No force that will be able to withstand it. Nobody will be able to withstand it because it is a mighty hand. With an outstretched arm, not only mighty, but the arm is stretched. Inanyoroshwa, inaenda bali. Kwa hivyo the hand of God is covering you. Bwana Yesu asifiwe sana. The hand of God is walking around with you. He told the children of Israel that I will be walking. He led an angel to lead them, and behind them a cloud was guarding them. Then as they were moving in the presence of God. In whatever they were doing in the presence of God. Wherever they were talking in the presence of God. Whatever they were performing in the presence of God, they performed. Why? Because the hand of God was with them. And they were within the opinion of God. When Gideon was told by God, now go and destroy, and now go and fight. Whatever Gideon he did, he really wanted to confirm, is it in the opinion of God? Is it that God is speaking to me? He went and told God, before I will make any move, I want to know that it is you. Before I make any move, I want to be very sure it is you. And God confirmed to him whatever he has. Then he went back again to God. Yes, I have seen it, but I want to be very, 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 very sure. Then he asked for another thing, and he had. Because Gideon wanted to walk in the presence of God. Wanted to walk knowing this is the opinion of God. Wanted to do things knowing that this indeed is the hand of God that is upon me. And God came and told him, this battle, you shall win it as a man. This battle, you shall conquer it as a man. Remember, Gideon had prepared 32,000 men to go and fight with the Midianites. But God knew this is not about the Midianites. This is not about 32,000 men. This is not about the army. It is about one man army called Gideon. One man army. Because he knew the battle is not what you are thinking. The battle is so small, but it is within your household. So these people, they're called the household enemies. They could be the ones that are causing the challenges you have, the problems you have, the difficulties you have, the backlashes you have, the whatever that is happening around you. It is because of these household enemies, the people around you.
the people you fellowship together, the people you walk together, the people you live together, the people you do things together. My family members. Could be there is the people that are fighting you, but you are looking outside the box. You are looking at where? People outside, people in Murang'a, people in Kiambu, people in America, and you think these are the people that are fighting you. Kube, the challenge is within you. Now where you are preparing for an outside battle, but the battle is inside. Gideon was preparing for an outside battle. He gathered 32,000 men. Just imagine, gathering, being able to gather 32,000 men. Is that a one-night thing? It is a long-term project. He prepared an army of 32,000 people. He prepared a compartment that we are going to fight. We are going to do this. We are going to conquer. We are going to win this battle. God was just watching over them. God was just looking at them, knowing whatever you are doing, it is not what you think. Whatever you are doing, it is not what that you should be doing. You are doing the wrong thing. You are wasting your energy gathering 32,000 men, and the battle is within your household. When the battle is within the household, and these are the people you call the household enemies, you will sometimes find yourself fighting battles that are not necessary. Now imagine bringing 32,000 men. What are the resources that alitumia? Alitumia nguvu nyingi, akatumia maarifa nyingi, akatumia mambo mingi kuleta watu 32,000. Kutengeneza jeshi kama ya Mogeke ya 32,000 kuwalete pamoja hivyo. It's not a simple thing. It's not just a walk in the park. It is preparation. It is talking to people and convincing them. But God knew the battle is not with 32. The battle is not the Midianite. Because the Bible says that the children of Israel did evil in the sight of God. And God was annoyed with them. And then God did what? He handed them over into the hands of the Midianites. So the Midianites were not their enemies. The Midianites were not an enemy soldier. The Midianites were police from heaven to come and make these people come back to God. So there is no way they could be able to defeat them. Hawange washinda hata wafanye nini. Wamidiani wangeendelea kuwashinda, maana mkono wa Bwana ulikuwa na Wamidiani. Bwana Yesu asifiwe sana. So Gideoni wakati alikuwa na wakitengeneza ule mtama, wanaona wale jamaa wanakuja, wanatoroka, because the hand of God ilikuwa na watu wa Midiani. Mkono wa Mungu ulikuwa juu yao. Mkono wa Mungu ulikuwa mrefu. Wana wa Israeli wanapoona wale wa Midiani wakikuja, wanatoa bio, wanaingia kwenye kefu kujificha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Gideoni wakati malaika alikuja kumuuliza, akamwambia sasa wewe mtatoka hapa. Gideoni aliuliza malaika, huyu Mungu tunabii yako wa Isaka, huyu Mungu tunabii yako alikuwa na Abrahamu, huyu Mungu alikuwa na Musa, huyu Mungu alisaidia wana wa Israeli, kwani alienda wapi? Because they could not comprehend. Tunashindwaje? Alijaribu kutafakari, kujiuliza maswali. Ndio ifike hapa. Hawa wa Midiani, wa Meleku, wa Miunani, wote wamekuja, wanatushambulia. Walitoa wapi hii nguvu? Na sisi ni watoto wa Abrahamu. Sisi ni watoto wa Yakobo. Sisi ni watu ambao walishinda vita kwa urahisi sana. Kumbe Biblia inasema wana wa Israeli wakatenda yaliyo maovu mbele ya Mungu. Na Mungu akakasirika, akawaachilia wa Midiani. Sasa wao walikuwa naona wa Midiani ni shida. Wanaona wa Midiani ni shetani. Wanaona wa Midiani ni watu wabaya. Kumbe wa Midiani ni mkono wa Mungu. So wacha kulialia. Inaweza kuwa hiyo shida ambayo uko nayo ni mkono wa Mungu uko juu yako. Maana ulitoroka kufanya kazi ya Mungu. Hiyo katatizo ya kudharauliwa, kuchukiwa, kuonewa, kufukuzwa, kuambiwa maneno, wao naona shetani, kumbe ni mkono wa Mungu. Is bad because we always expect the good hand of God to be upon you. There is also a good hand of God that is bad in you, but a good hand of God in heaven. Hiyo kitu naona ni kitu ngumu, kitu baya, unadharauliwa, umepigwa, umenyararwa, lakini kumbe ni Mungu. Amewekelea mkono hapa juu, amekuondolea kila kitu ambacho ulikuwa unafikiria ndio kinaweza kukusaidia. Sasa mkono wa Mungu unasema, surely with a mighty hand, with an outstretched arm, and with the fury poured out. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Sasa wewe unangangana ukikemea pepo, pepo irishwe, rimeshinda, rabara, rapara, kumbe
unaambia pepo, Mungu ndio unaita pepo. Naye Mungu anakuangalia tu, endelea kuniita pepo, utakuja kujua mimi si pepo. Mimi ni Mungu, ni mkono yangu iko juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wanaitaka Mungu pepo. Hapa, mimi najua watu wengi sana hapa. Mumeita Mungu pepo. Mumemuita shidwe. Mumeita ondoka katika maisha yangu. Rishwe. Na kumbe si rishwe. Ni pale ulifanya mambo baya wa Mungu. Naye Mungu akakasirika, akakuletea Mumidiani. Mumidiani sasa wakati unavuma, Wamidiani hawakulisagi ukipanda. Wamidiani hawakulisagi ukilimia mahindi. Wamidiani hawakulisagi ukipulipia shamba. Wanakujaga siku ya kuvuna. Siku hiyo umevuna, ndio Wamidiani wanakujaga wanakuambia sasa lete vitu. Wakati you are about to eat, ndio Wamidiani wanakujaga. How many of you have faced that challenge? Na ukiona wakati umeanza sasa kukaa mzuri, ndio wakati wa kukula, ndio hizi vitu zimeenda, ni Wamidiani. Na Wamidiani wanakuaga wameletwa na Mungu. Hawakuagi wameletwa. Hawa wachawi wanakuroga, ni Mungu amekubalisha wakuje wakuroge. Hawa watu wanakuonea, ni Mungu amekubalisha wakuje wakuonea. Maana ni Wamidiani kwa sababu ulitorokea Mungu. Naye Mungu anapitisha mkono, aka-stretch mkono wake ulio na nguvu, ukakukamatia bali. Sasa unaletwa tu kama ni katapira ama ile kakitu kwaje kale kakujiba, ile kitika kubwa excavator inakuchukulia bali na kuleta tu. Wewe ukifikiria ni kichuma, unaletwa hapa unakuta kumbe ilikuwa excavator. Unaambiwa tulia hapa, sasa tukufundishe maneno. Sasa Gideoni alikuwa ngangana. Malaika wa Mungu akamtokelezea. Alipomtokelezea, akaongea na malaika. Akauliza huyu malaika, huyu Mungu unatuambia ni Mungu mgani? Alienda wapi? Mbona tunaonewa? Mbona tunapigwa? Mbona tunadhulumiwa? Na hakuwa anajiuliza swali. Ndio tukuje tupigwe hivi. Kuna kitu tunaweza kuwa tumefanya kibaya. Kuna kitu tunaweza kuwa hatufanyi venye Mungu anataka. Kuna mahali tunaweza kuwa hatuko. Tunaweza kuwa tuko eneo ambalo Mungu hataki. Tunaweza kuwa tuko mahali ambao Mungu hakuwa anataka tukue huko. Ndio kwa maana tumeachiliwa. Maana where you are walking with the presence of God, there is victory. Even if they plan to challenge you, even if they plan to fight you, even if they plan to stop the mission of God upon you, the mission will seem to be very difficult, but you will make it. Bwana Yesu asifiwe. Everything will look like it's not working, but at the end of the day, you will make it. At the end of the day, you will become a victor in the middle of the madness, in the middle of the murky waters, in the middle of the challenges, in the middle of difficulties. Something that is not foreseeable, you will still make it. You will still conquer them. You will still win. They will plan against you. They will organize military people against you. They will organize people to come and rise against and stop the project that you are doing. But I want to assure you today that you will still make it. It doesn't matter. As long as you recognize there is a hand of God in whatever that is happening. Whether it is good or it is bad, there is a hand of God. Whatever, how you are walking, there is a hand of God. Whether you are in hospital, whether you are in jail, whether you are being deported, whether something is happening around you, there is always the hand of God. All what you need to do is to position yourself and wait for God's opinion over what you are doing. Maybe whatever you are doing, that is not what God wanted you to do. Maybe the position you are in a small position and God wanted you to be a CEO. He's watching, he's looking at you. He wants you to prosper. He wants you to become the product he planned you to be. He wants you to become to the position where he wanted you to be. But you have always refused to move forward. You have always been walking in fear, but you don't want to look like you failed. And God wants you to go there. Have a step of faith. Walk there. And God will lift you up. He told the children of Israel, start the walk, I am with you. Start the move, I'm walking with you. I will never forsake you, nor will I leave you. I will stand with you. Whether you are in the middle or in the valley of death, I will still be with you. That is God for you. He promised them, and God is a promise keeper. God will make a way where there is no way. But remember, he will never make a way if you have not started your journey. God will not make a way while in your bed. God will never make a way while you are sleeping. He will make a way where now you have walked and you have found that barabara imefika mwisho. That's the time now he makes a way and he creates a new way. I will create a well of water in the middle of the desert.
He will not create a well of water in the middle of the desert when there is nobody to drink the water. He will create the well ukifika hapo. Ndio create, because the need will come because the consumer is there and the supply is there. Bwana Yesu asifiwe sana. So God will allow you. God will wait until you make that step of faith. God will wait until you start to move. You can never become a pastor if you don't make a step of faith. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, people will prophesy. You are a woman of God. You are a prophetess. You are an apostle. You are an evangelist. And you are seated here, waiting now for God to say, oh my dear, time now for evangelism has started. Let's start moving. No. God will wait until you start moving. That is when he will start moving with you. God will wait until you start making a step of faith. That is name. And from one step to another step, he will lift you up. To every step you make, he will be lifting you up. Every step you make, he lifts you up. Every step you make, he lifts you up. And of course, challenges will be along the way. People will fight you. People will try to destroy your vision. People will be against you. People will try to bring you down. As you raise your faith, as you raise your faith, as you raise your faith, God raises you up. Bwana Yesu asifiwe sana. God will only bless the person who is ready to be blessed. God will only bless the person who desires for the blessing. God will only bless that person that intends and wants to be blessed. You cannot go to your bed and wait for things to happen. They will not happen. You cannot be seated somewhere and wait a miracle to come and happen. The miracles will not come. Miracles will come as you are walking. Miracles will happen as you are doing things. Miracles will happen as you are progressing towards where God wants you to be. You must begin a journey and go where God wants you to be, so that he can continue empowering you and providing you with the right people for the right season and for the right time. Because the people of yesterday are not the people of today. The people of today will not be the people of tomorrow. Every stage you make, there are a new group of people that will come to you. And this new group of people, the devil will try to fight them. The devil will try to bring them, to remove them from you, so that you can stagnate. But because you are a child of God, because you understand the promises of God, you still continue walking. You still persist. You still move. And as you move, you succeed from one level to another level. Because God is not a God of one level. God is God of one level to another level. And every level of your life, it has a challenge. Every level of your life, it got its own angels and its own demons. For me to come to this hall here, for me to come to this church, there is demons that try to stop me from coming here. There was also angels who escorted me here. Because there must be angels escorting you, and there must be demons stopping you. And in all these things, men and women will be used to try to stop you. Men and women will be there to challenge you. Men and women will be there to stop you. Again, men and women will be there to lift you up. Men and women will be there to come and prophesy to you and engage you in the processes of God, and engage you into the success story, and engage you in the prosperity, and engage you into the power of God. So if you find there is no demonic women or men around you, demonic men or women, then you are not in the right track. Then when you discover hakuna mashetani wanapigana na wewe, hakuna watu wanapingana na wewe, hakuna watu wanakuzuia, hakuna mali unaenda, fikiria sana. But look at the potential. Angalia wale watu wamekuinukia, utajua ile level unaenda. Angalia ile system ambayo imekuinukia, utajua kule unaenda. Lakini kama hakuna, kama jagadi ya hetoka, jagadi ndio ya hetoka, unaruka juu, jua level yako ni ya hiyo jagadi, na umeishia kwa jagadi. Lakini ukipata majayad ndio wanapigana na wewe, majayad ndio wanakuzuia, majayad ndio wanasema hawedi. Watu wanaenda mpaka wanashikana mikono, wanasema hii kitu itafanyika. Basi unajua the victory of God is with you. Persist, igia hapo, tembelea hapo, na ujue you are with God. When the enemy is trying to fight you, it is because the hand of God is upon you. Bwana Yesu. Wakati maadui wameongezeka, ujue ndivyo mkono wa Mungu ulivyo mkuu. Kwa sababu maadui hawawezi kukuja mahali kama mkono ni kadogo. Maadui watakuja wawili tu, maana kama mkono ni kadogo. Lakini ukiona maadui wamekuwa wengi, mkono ndio mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So be happy when the challenges are on you.
Be happy when they are fighting you. Be happy when they are trying to stop the project you are doing. Be happy when they are trying to work against you. Be happy when they are conspiring to bring you down. Because go now, ukiona wameanza, anza kuangalia maadui ambao wamehusika kwa hii kazi, enda kutafuta. Ndio kama ni maadui ambao ni wanyoge, urudi kwa Mungu, mwambie hii ni madharau stakaki. Nipatie adui mzuri ambaye nitapambana na yeye. Because this is not my class. Bwana Yesu asifiwe sana. Utokioka hata kule mashokora ni mama natugiria kuingira hali. Si tunaenda tu kulipeni. Mimi siwezi kupigana na wao. Naenda tu kwa mlimani kulipeni. Maana hiyo ni makosa. Kupigwa na mashokora ni makosa kubwa sana. Maana you are not worthy kupigana na mashokora. You are not worthy kupigana na tumutu tu hapa chini. You are worthy kupigwa na watu wako na uwezo. Serikali mzima inakuinukia. Inasema hapana, hakuna mahali unaenda. Unajua kule naenda ni mbele. Maana mkono wa Mungu ni mkubwa. Ndio kwa maana kumetumwa mpaka serikali kushika hiyo mkono ya Mungu. Maana ni mkubwa, inahitaji nguvu kubwa. Na hiyo mkono ya Mungu ikikuja, itawainua wote mpaka serikali irushe huko kando, ikwambie sasa mtoto wangu, endelea na safari. Na ukishinda hiyo safari, unakuta kitu kingine kiko hapo mbele yako. It is not the end of the journey. It is not the end of the battle. Battles will come. After winning one battle, you get into another battle. One battle you win, you get to another battle. You win this one, you get to another one. You win this one, you get to another one. Because God is for one glory to another glory. Bwana Yesu asifiwe sana. So wataka kulia kwa sababu umekanyagiliwa chini. Kwanza kabla hujakuja kwa apostle kumwambia venye matatizo imekuwa mingi, hesabu angalie what kind of enemies are fighting you. Ukiona neja gadina gogo ninesho shira kulia nanyeje, rudi kwa Mungu ukatubu, maana mkono wa Mungu hauko kwako. Ni mutingoe waja gadimona kama geshia ni goko kwa Ngai. Wakati ukiona majiant ndio wanakupiga, ni watu wako na nguvu ndio wanakunyorosa, basi unasema thank you God for taking me where I belong, for pushing me to my levels, for making me to succeed in my levels. Bwana Yesu asifiwe sana. You can never be able to succeed in a wrong battle. You can never be able to succeed if the people fighting you are not worth you. You can never be able to achieve anything on earth if the people who are your challengers are not worth you. Hilda, you must face a challenge that you feel this challenge is worth me. Because that once you pass through that challenge, you become a great person. You move to not a lower position, but a higher position. You move from one level to another level. Why? Because God has a good plan. Not to destroy you, but to make you strong, to make you win, to make you conquer, to make you successful. You will never be successful in battles that are not worth your battle. If your battles are not as small, just avoid. Just go to God. Abia Mungu, ama utafute tu kakitu ujiondoe kwa hii dunia. Maana you are not worthy kuishi dunia hii. If the battle is not Dorcas, kama hujagogwa vizuri na ni mtu yeye anakugoga ni giant wako ule guthago haha ukagutho hale ni mawashimani hali aja. You need to go back to God. Umuze Mungu, nilikukosea na nini? Ati mawashimani ndio wananipiga. Mimi ni mawashimani. Washimani ndio wananipiga. Unauliza Mungu, Baba, nikijikite. Ndio na mtu wa kuniga gudijega. Sijapata mtu wa kunigoga mpaka nianguke chini, mpaka nikufie. Ati wale napatana na wao ni wa kidole na niambia wewe ndiye nako. That's not worthy battle. Unavaje ukarigwo ginyoka gwathi gocokogokira. Ukarigwo ginyoka igwa wega. Wana wa Israeli walikuwa wanaenda wanashida, wanarudi wanatwagwa, wananyoroswa. Tena wanarudi kwa Mungu na mulisa Mungu twende. Mungu anawaambia nendeni. Nendeni mtashida vita. Mara ya kwanza walinyogwa 22,000 na walikuwa wameambiwa na Mungu nendeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipoenda wakaenda ni wa Benjamin na wana wa Israeli. Walipoenda wakafika, wakaambiwa na Mungu, nenda mpigane, mtashinda vita. Walinyogwa 22,000. Na ni Mungu aliongea na wao. Wakarudi msiku nyingine wakaenda wakauliza Mungu tena, Mungu, tunataka kwenda kupigana na wa Benjamin. Ni vizuri tuende. Wakaambiwa nendeni, mtashinda. Wakafika huko, walinyoroshwa 18,000 wakachijwa. Na ni Mungu alisema waende. Sometimes God will look ridiculous to you.
Sometimes God will look like he does not understand what is happening around you. Sometimes it will appear to you like you don't believe in God, that you don't trust that genuine God. But that time, God is testing your faith. God is testing your capability. God is testing how powerful. And where he wants to take you, he is testing. Will you run to the devil or you run to God? When David found all the wives have been taken away, the children have been taken away, cows have been taken away, camels have been taken away, goats have been taken away. David, he had come from battle already with an army ready to fight. But he didn't go use the army to go for the battle. He went, alivaa an ephod, akaenda kwenye madhabahu, akauliza Mungu, can I go for them? Bwana Yesu asifiwe sana. If before you move, before you go, seek the opinion of God. David had to seek the opinion of God over the incident, over what is happening, over what has transpired. He went and sought from God, and God told him, surely, go. You will come with your people, plus their things. You will come back with them. When you seek the opinion of God, when you seek God in whatever you are doing, when you seek for the direction of God, you will win every single battle around you, because it is not you commanding it, but God commanding it. It is not you organizing it, but God organizing it. It is not you planning, doing things, but God doing it. So when you seek his opinion, when you seek his involvement, Moses told God, I am not going if I am not going with you. If you are not going with us, we are not going. Because he wanted to know, what is your opinion on this matter? In whatever that you are going through today, do not go even to those prayers. Don't go to those prayers. First of all, seek the opinion of God on what is happening. Maybe it is God that has caused the stagnation. Maybe it is God that has closed that shop of yours. Maybe it is God that has denied you the access of anything, because he wants to use you. He wants to use that situation for his glory. He wants to use that moment for his glory. He wants to use that failure that you are in today for the glory of his kingdom. Verse number 34, please. I will bring you out from the people and gather you out of the countries where you are scattered, with a mighty hand, with an outstretched arm, with the fury poured out. There are three things that are happening here. With a mighty hand, and with what? A stretched hand, and also fury. That he will be fighting your enemies with the fury. He will be fighting them. He will be destroying them with the fury. While the hand of God is upon you, while his hand overstretched over you, he will still be fighting your enemies. So do not be worried. He is still with you. That I will bring you out from the people and gather you. You know, these people were scattered. The children of Israel were scattered all over the world. And the Bible says, God told them, I will bring you out for them from wherever you are. From whatever situation that is you are in today, God will bring you out of it. God will fight all your battles. God will change every situation because of you. God will cause many things to happen in Nairobi because of you. God will cause a mall to be built because there is a shop for you in that mall. God will cause somebody to go to China, alete macontainer because anataka kukufungulia kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. God will cause somebody to go to the bank and borrow money so that alete mambo aanze kujenga manyumba kwa sababu anataka kukupatia kazi ya engineer katika hiyo kampuni. Bwana Yesu asifiwe sana. I will bring you out from the people and gather you out of the countries. I will bring you out from the people who are holding you, from the people who are stagnating you, from the people who are fighting you, and then I will gather you out of the countries, from whichever country you are, from whatever position you are, from whatever condition that you are in. God will gather you. He will bring you. He will make you sing the song of praise, sing the song of worship, sing the song of success. You will be successful. You will win every single battle. You will win over them. Do not be worried. Whatever challenge wameinua, ni challenge tu ya kukuonyesha wao ni akina nani na wale wanakupiga ni akina nani. Sasa unajua vita yako imepanda juu kidogo.
Lakini kama vita ni ile ile tu ya jana na ya juzi ya kule Matara, ukuja tena hapa ukutana na the same vita, unajua kuna makosa umekosea Mungu. Utari uraguthuka gwathi, umekosea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naiwa siku kama hujagogo ukaanguka chini mpaka ukapiga duru, bado haujafanya kitu. Haujatigisa ulimwengu. Tigisa dunia. Tigisa ulimwengu wa kiroho. Tigisa kila mahali. Ukifika watu wanajua umefika. Mapepo yanajua amefika. Mpaka wanafanya kikao kudiscuss wewe. Wanafanya kikao cha kusema huyu mtu tumuvukie. Lakini wakienda kupaka kuweka mawe, hiyo mawe inawaangukia unapita unaenda, hata hautajua kulikuwa kuna watu wakipaka. Maana wamelaliwa na mawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atakubariki. Mungu atakusaidia. Let that battle you are in today, let it be a positive thing happening in your life. Verse number 35, please, quickly. And I will bring you into the wilderness of the peoples, and there I will plead my case with you face to face. That God will cause you to come with him face to face. Paka unashinda paka ndio utajiuliza, turangangana roda, turangangana ke na ngayero ka face to face. Why was I begging yesterday? Why were persuading them? Yet God will come face to face with me. God will come with me. God will be there that I will bring you into the wilderness of the peoples, and there I will plead my case with you face to face. God himself. Bwana Yesu asifiwe sana. Not man. Not your brother, not your cousin, not your knowledge, not your education, but God will plead with your case face to face. Release yourself to God. Surrender to him that he may plead with your case. Surrender to him that he may speak to your heart. Surrender to him that he may speak to your brains. He may speak to your soul. He may speak to your spirit. He may speak to your business. He may speak to your ministry. He may speak to the challenges around you. Just surrender to him. Just surrender. Give yourself in. And he's there to make you. Submit to God. Do not try to be an obstacle to whatever that God is doing in your life. If they have decided to attack you, if they have decided to rise against you, if they have decided to stop you from doing what God has sent you to do, do not fight with them. Sit down and wait. See the victory that God is about to bring to you. Once you surrender to God, God's hand will be lifted upon you. Once you surrender to God, God will turn everything around you to become an army against those people who are fighting you. And they will be fought. They will be destroyed. They will be brought down. They will be subdued. God bless you. And verse number 36, please. Just as I pleaded my case with your fathers, there is a covenant. There is an agreement. And this agreement and this covenant is what that God is fulfilling. This is what that God is standing up to fulfill. That there is a covenant. There is an agreement with their fathers. There is an agreement with those people that were ahead of you. Those people that God spoke to. That just as I pleaded my case with your fathers in the wilderness of the land of Egypt, so I will plead my case with you, says the Lord. That what I did to your fathers, how I walked with your fathers, how I blessed your fathers, I will bless you. I will walk with you. I will never forsake you nor leave you. I'll make you my subject. I'll make you victorious. I'll make you win every single battle. As your fathers won battles. They came from Egypt. They conquered the pharaohs. They conquered the army of the chariots of the pharaohs. They conquered the horses of the pharaohs. And they crossed over. He's still promising the children of Israel that as I did with your fathers, I will still deal with you. As I won battles with your fathers, I am still going to win battles with you. As I have been with you, as I have been walking with you, as I have done everything with you, I'm going to make it. You are going to be a victor. You are going to win this battle. That 7, please. You are going to win this battle. You are going to conquer them that are unconquerable. You are going to win those that are winnable. I will make you pass under the rod. I will bring you into the bond of the covenant. Hello. That I will make you pass what? Under what? Under the rod. What is the rod? People with the dictionary quickly. What's the rod? Eh? No. Don't just read for us what you're reading, what you're seeing. Don't hata kutuletea mambo ya kasambara hapa.
The road is R-O-D. Nduraririkana githogo nitwabudithagia ni Mrs. Waje. Mrs. Boro ni akuire. Si unaona sasa ulikuwa unatuambia vitu zako. Soma na nguvu. A thin straight bar, especially of wood. It is a thin straight bar. This bar, it is like this one. Now you bring it here. This one. You bring it here. Then you are going to pass through it. Going this way. Then you cross over. God will cause you to bend for his reasons. You will pass through the road. Under. The road will be over you. And you pass. The enemies will not be able to see you. I will make you pass under the road. I will make you pass through any difficult situation, any challenge, any obstruction, any limitation, any stagnation, any limitation, whatever kind that is happening around you, he will make you pass through it, and it will not hurt you. It will not contain you. It will not stop you. You will go. And I will bring you into the bond of the covenant. Once you're going through that road, once you are going through that difficult situation, once you are going through the masengenyos, once you are going through that, once you pass through that challenge that you are facing now, God is taking you to his covenant. And when you enter into a covenant with God, it means the battles will be no longer yours. He will do the battle for you. Once you pass the test that God is passing you through, once you pass through the challenge that God is passing you through, once you win the situation, once you conquer the challenges that are around you, you are going to enter into a covenant with God. Bwana Yesu asifiwe sana. You are going to enter. Today, we are entering into a covenant with God. Today, you are entering into an agreement with God that wherever I go, mahali popote utaenda, utapata kibali. Chochote utaanzisha kiko na kibali. Mahali popote na lolote utakalolisema liko na kibali. Maana amekutia katika majaribu, umepita na amekupeleka. Sasa amesema kwa sababu umepita, kuja tukue na maagano na wewe. Nitakupeleka pale. He will bring you into the bond of a covenant. That's 8. He will bring you where you are going to sign an agreement with him that every battle that belongs to you belongs to me. That is what God is about to say to you now. That every situation that you'll be going through, from today, it is no longer yours. It is mine. I will handle your cases. I will deal with your enemies. I will deal with the people against you. I will deal and bring down the forces of darkness. I will purge. Listen here now. Now, after the covenant has been entered, now listen to God saying, I will purge the rebels from among you. He will remove all the rebels from you. Wale maadui wako hawa wamekuwa kikuchallenge, wameondolewa kutoka leo. Maadui wote wameondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao walikuinukia, wale ambao walikupiga, wale ambao walikudhulumu, kutoka leo you will never see them. Wale walikupangia maovu, wale walikupangia uanguke, wale walikupangia ushindwe. Hello. It is God saying, I will purge the rebels from among you. And those who transgress against me, I will bring them out of the country where they dwell. Atawatoa malima maria mali dhini. Atawatoa huko, atawang'oa. Hao ambao walikuinukia, wao wanasema watakumaliza. Atawang'oa wote. Wanaopigana na wewe, atawang'oa. Wanao challenge kazi yako Mungu alikupatia, atawang'oa. Wanaokuinukia kwa njia moja au nyingine, atawang'oa. He will purge them out. Sasa ukiona mtu amekuondokea, usiende kumfuata. Hata kimodo yake nekeherio mutore, ndukakebwata negai wake heria nikio kirarige shaitani mutorire-ini waku. Yes. Don't be worried. Hata kama ni brother yako ameondolewa, hata kama ni mzee wako ameondolewa, mama bibi yako ameondolewa, don't follow them, because God has purged them out, has removed them, because they were a problem to you. Hao ndio walikuwa mashaitani katika maisha yako. Hao ndio walikuwa warogi katika maisha yako. Hao ndio walikuwa chanzo cha stagnation in your life. God has purged them out. He has, because you have entered a covenant with him. The moment you enter a covenant with God, God will do everything for you, because he wants his glory to be seen through you. I will bring them out of the country where they dwell, but they shall not enter the land
of Israel. I don't know what am I speaking, who am I speaking to? That I will not allow them to come to where your blessings are. Bwana Yesu asifiwe sana. I will not allow them. They will not come. Hawatakuja, hawataingia kule baraka zako ziko. Maana ndio walikuwa wakikuzuia kule nje. Sasa nitakapo kuingisha ndani ya baraka, wao nitawazuia. Hawatakuja mahali ninaenda kukubarikia. Wao walijaribu kukuzuia. They will never enjoy the fruits of your success. So meaning you are going to be successful. And therefore you are going to eat your successes peacefully. Utakula matunda yako mzuri. Maana mashaitani waliokuwa wanajifanya marafiki wamengolewa. Hello. Oh my God. But they shall not enter. This is so good. Then you will know that I am who? Your God. That then you will know. Hilda Vito. Ni mode hukumu mode niko okomenya kai wako no. Leo ndio utaelewa Mungu wako ni mnani. Maana mambo atakayo yatenda hujawahi kuyafikiria. Jambo ambalo atalitenda leo ni kitu was beyond you because you had lost hope. Today you'll know I am the Lord your God. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse number 39. That is the opinion. As for you, O house of Israel, thus says the Lord God, go serve every one of you his idols. And hereafter, if you will not obey me, but profane my holy name, no more with your gifts and your idols. Look here now. Those people that were fighting you, their gifts, they have been zimeondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Chochote ambacho walikuwa nacho, ambacho ni cha Mungu, walikuwa nakitumia kukupiga wewe, kimeondolewa sasa. Because they have profaned God. Because they have done against the will of God. Because they have moved against you, the servant of God. Because you have been called by God. Yet huyu anatumia kwa sababu anajua kuomba, kwa sababu anajua kuprophesy, kwa sababu anajua ako na ulimi ambao unajua kufanya kitu, anatumia vitu za Mungu kukuzuilia. Anatumia vitu za Mungu kusimamisha kazi ya Mungu. Sasa nataka nikwambie kutoka leo, hizo vitu zote zimepokonywa. Hizo vitu zote ambao walikuwa natumia, hiyo nguvu ya kwenda kwenye maombi, kwenda kukuombea maovu, hiyo nguvu ya kwenda kwa waganga, hiyo pesa ambao walikuwa nayo, walikuwa natumia kwa waganga, imeondolewa katika jina la Yesu Kristo. You will see them now stagnating. You will see them confused. You will see them losing hope. You will see them not understanding anything. Because what? God has stood in his position. Bwana Yesu asifiwe sana. God has stood. Their idols are going to be destroyed. Their positions are going to be brought down. Their authorities have been taken away. Their glory ulikuwa unawaona ni kama wana glitter. From today ukiwaona utaona ni kama manyangumi unaona mbele yako. Hello. Simubarikiwe. Tumebarikiwa vizuri. Basi leteni sadaka. Haraka. Na huyu waziri anakujaga wakati tu wa sadaka imeko karibu kutolewa. Mumeonanga hivyo? Anakujaga akijua time ya sadaka iko karibu, ndio huyu hapa. Mfungulie chukue sadaka. Ni mtu wa Mungu huyu. Timing ndio mzuri. Mahindi upaliliwa. Na maharagwe inangolewa dhagari. Msichana, how you feeling today? You feeling great? Ukikombea jana na leo uko sawa? Sindio? Hilda, are you still crying in the heart? Have you stopped? Have you lived? Are you relieved? Umeweka meligodhe? Oi wagatia kuma waiga merigothe jihuaga okogosha kuma da ga merigothe mutumainge riri moinge kuma da
iga mĩrigo thĩ, thayũ mũingĩ, riri mũingĩ, kuma nda iga mĩrigo thĩ, mwanake ũyũ waiguaga atĩa, kuma wai iga mĩrigo thĩ, ũyũ waiguaga atĩa. Kuma wai ga mĩrigo thĩ, thayũ kuma ndai iga mĩrigo thĩ, mũingĩ, riri mũingĩ, kuma nda iga mĩrigo thĩ, mũthuri ũyũ waiguaga atĩa, kuma iga mĩrigo thĩ, yo waiguaga atĩa, kuma wai iga mĩrigo thĩ, thayũ mũingĩ, riri mũingĩ, kuma nda iga mĩrigo thĩ, kanitha ũingĩ, riri mũingĩ, kuma nda iga mĩrigo thĩ, kanitha ũyũ mwaiguaga atĩa, kuma mwaiga mĩrigo thĩ, thayũ mũingĩ mwaiguaga atĩa, kuma mwaiga mĩrigo thĩ, thayũ mũingĩ, riri mũingĩ, kuma nda iga mũrigo thĩ, basha thayũ mũingĩ, riri mũingĩ, kuma nda iga mĩrigo thĩ. Baba nĩ thengiũ Ngai, ndakwambararia na gũcokeria ngatho. Cionereria wothe Ngai nĩ watũruta ũrutani mũnene wa gũtũkũra kuma ũkombo-inĩ wa meciria, kuma mbara-inĩ citarĩ citũ, kuma mĩrĩgĩrĩro-inĩ Baba ĩtarĩ yaku. Nĩ ndagũthaitha nĩ ndanyiha mbere yaku, nĩ ndaruta igongona rĩrĩ Ngai, kũrutĩra ciana ici ona kũrutĩra kĩgongona gĩa thĩka Baba. Nĩ amu tũrĩokerere, nĩ amu tũrarũithio mbara tũtoĩ, tũrarũithio maũndũ tũtoĩ Ngai. Nĩ ndakwĩra Baba o toguo auga atĩ mbara ici ciothe nĩwe ũciũĩ, nĩwe ũgũcirũa. Thũ citũ Baba nĩ twacineana moko-inĩ maku. Nĩ ndaneana mũndũ wothe Ngai ũkĩrĩte kana bangĩte gũtũkĩrĩra, nĩ ndamũneana moko-inĩ maku. Tũtirĩ na hinya wa kwĩyũrĩria, tũtirĩ na hinya wa kũrũa nao. Coria Baba moko maitũ matirĩ na hinya, tũtirĩ na magũrũ mena hinya atĩ no tũteng'eranie nao. Maikarĩire itĩ inene na nĩ marĩ mĩgambo mĩnene, na nĩ mokaga kũrĩ we kwaria nawe Baba, tondũ nĩ moĩ kwaria nawe. Ithuĩ tũtiũĩ kwaria nawe, ona tũtiũĩ ũrĩa kwagĩrĩirwo nĩ gũkwo Ngai. Nĩkĩo ndagũthaitha Baba ũmũthĩ ũyũ ndeneana moko-inĩ maku. Baba ũrĩa wanyamũrire na ũkĩnjitĩrĩria maguta na ũkĩnjĩra ngũtungatage Baba, ũguo nĩguo ngũtungataga na ndirĩ ndongerera kana kũrutaruta. Njikaga na andũ makũrĩa ndathiĩ noguo thiaga Baba, nĩ amu nĩ wanjĩrire nĩ ũrĩrũaga, nĩ ũrĩndongoragia o ndaikara kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai. O toguo twagĩa kĩgongona nawe kuma ũmũthĩ Baba, nĩ ndaneana kĩgongona gĩa thĩka moko-inĩ maku, nĩ ndaneana kĩgongona gĩa gũkũ Nairobi moko-inĩ maku, kĩgongona kĩa Ngong'u nĩ ndakeneana moko-inĩ maku Ngai. Reke arĩa marũaga nawe kana marũaga nakĩo marũe nawe rĩu, reke arĩa magiragĩrĩria wĩra waku ũrutĩke rĩu matuĩke nĩwe maragirĩrĩria, reke arĩa mabangaga maũndũ o mothe makũgirĩrĩke reke matuĩke we nĩwe mararũa nawe. Ithuĩ tũtikuoya kara gaitũ, tũtikumagara kana gwĩka ũndũ ona ũmwe, tũtikwenda kwĩhingĩria Baba. Tacuthĩrĩria mawĩra maitũ nĩ marũgamie, nyũmba citũ nĩ haraganie, maica maitũ Baba matirathiĩ ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩ tweneana moko-inĩ maku Ngai, nĩ twasarenda,
niĩ hakwa nĩ ndeneana, niĩ na ciana ciakwa iria ũhete cia mwĩrĩ na cia kĩroho Ngai, tuoka mbere yaku kũhera mehia maitũ mothe. O ta ũrĩa Jehoshafatu arathire kĩgongona-inĩ, arakwĩra atĩrĩrĩ Jehova, we nĩwe mũhotani, we nĩwe mũrũi, we nĩwe mũtoria, we nĩwe mũthamaki, tũtirĩ na ũndũ tũĩ, we nĩwe ũĩ. Ũratũma Jahazarieli, ũramwĩra atĩrĩrĩ, ere ciana icio citikamake, citikainaine, citikagĩe na guoya, citikacoke na thutha. Ĩndĩ nĩ ũmabangĩire maũndũ ma magegania. Rathima ciana ciaku ici Ngai, kũrĩa guothe tũgũthiĩ korwo ũtongoretie, ũrĩa wothe tũgwĩka korwo wagĩrĩtie, arĩa othe tũkwaria nao korwo warĩtie nao, arĩa tũnua mahingũrĩte tũnua gwa gũtũhũra Baba nĩ ndatũtumia, magũrũ mao Baba nĩ ndamagithia hinya, moko mao nĩ ndamagithia hinya, maũgĩ mao Ngai nĩ ndamatua ũrimũ, matikagĩa na hinya kana ũhoti wa gũtũkuhĩrĩria. Nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo ndahoya, ona makĩria mũno gwĩtĩkia. And now may the grace once again, and now may the grace once again, may the grace surely the goodness remain blessed. God bless you. Thank you. Wale watu nilipatia kazi ya dhika